Good morning and win today, win tomorrow and win forever. Ndugu yangu, ujumbe unaendelea kuhusu acha kuangalia jana yako. Acha kupambana na jana yako, wewe songa mbele. Tulimwangalia mtumishi wa Mungu Paulo na Sila walipokuwa wametupwa gerezani. Wao hawakuangalia jana kwamba walibarikiwa, walitukuzwa. Hapana, waliendelea mbele. Soma mwenyewe ndugu yangu, mtazamaji wangu, kwenye ile Matendo ya Mitume 16, anza ule mstari wa 24. Anasema ya kwamba naye akiisha kupata amri hii akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi likatokea mahali pale, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yaani anasema waliendelea. Hakuna aliyekubali kuweka silaha yake ya upendo kwa Mungu, ile commitment yake kwa Mungu, eti kuiacha, eti kisa ni kupigwa, kwamba ni kuwekwa gerezani. Walikuwa ndani ya gereza ambalo hata lilikuwa halina taa, kwenye chumba cha ndani ambacho kilikuwa hakina mwanga wowote. Na ndio maana ukisoma pale, ule mlinzi alikuja akaomba iletwe taa ili awaone. Si kwamba wamewekwa pale wakiwa ni wazima, hapana. Walichapwa sana, waliburuzwa sana. Baada ya kuwa wameshapigwa sana, ndio huyu mlinzi wa gereza akapewa amri ya wafungi, akawafunga sawa sawa. Yeye walimwacha Mungu, waliangalia nyuma kwamba jana nilikuwa naitwa mtume Paulo, niliheshimiwa jana. Hapana, walisonga mbele. Kwa ndugu yangu, mtazamaji wangu, watu walishangaa sana kuwaona kina Paulo, kwamba hata vifungo vya wale wengine ambao walikuwa wanawashangaa, walikuwa tu yani wanashangaa, hasa watu wako huko lakini wanaimbaje? Ndivyo ilivyo kanuni. Usisikie sauti ya adui, wala usikubali. Huyu adui amewafunga vizuri, lakini wao hawakubaliana na hiyo hali. Hata wangesema kitu gani kwamba tutawatoa kesho tuwaue, akina Paulo wanamsifu Mungu. Nimekuambia, Mungu akikubariki leo akakupatia haja ya moyo wako, ni Mungu. Asipokupatia haja ya moyo wako, ni Mungu. Kama ulikuwa hujazaa na ikawa ndio kabisa hajakupa mtoto, utamwacha Mungu? Hapana. Mungu yuko pale pale. Ni Mungu wangu, hata kabadilike, anibariki asinibariki, ni Mungu wangu. Na hivyo nikuambie ndugu yangu, ukifikia hatua ya kusema kwamba akinibariki ni Mungu wangu, asiponibariki ni Mungu wangu, basi nikuambie mambo mengi yatafunguka. Utashangaa ulikuwa wapi kabisa. Aniokoe kwenye hili janga la kuuawa ni Mungu, asiniokoe ni Mungu. Maana ukisoma watu wengine, akina Yohana, akina Yakobo, walikatwa vichwa. Stefano anapigwa mawe, anasema nimeona mbingu zimefunguka na mwana wa Mungu akipanda na kushuka. Na anasema mbingu zimefunguka. Yaani yeye hakuweza kuangalia jana aliheshimiwaje. Yeye Stefano anapigwa mawe, anamtukuza Mungu, na pia anasema Baba uwasamehe, maana hawajui walitendalo. Kabisa. Haleluya. Soma kitabu cha Waamuzi ile sura ya 16 ule mstari wa 23 hadi ule wa 30. Waamuzi sura ya 16 ule mstari wa 23 hadi ule wa 30. Nitakusomea ndugu msikilizaji wangu, usinichoke. Mungu amenituma kwako. Kisha wakuu wa Filisti wakusanyika ili kumtolea sadaka Dagoni mungu wao na kufurahi, maana walisema, Mungu wetu amemtia Samsoni adui wetu mikononi mwetu. Na hao watu walipomuona wakamhimidi Mungu wao
maana walisema, Mungu wetu amemtia mikononi mwetu huyu adui wetu aliyeiharibu nchi yetu na kuwaua watu wengi miongoni mwetu. Ikawa mioyo yao iliposhangilia, wakasema, muiteni Samsoni ili atufanyie michezo. Basi wakamwita Samsoni atoke gerezani, akacheza mbele yao. Wakamweka katikati ya nguzo mbili. Samsoni akamwambia yule kijana aliyemshika mkono, niache nizipapase nguzo ambazo nyumba hii inazikalia, nipate kuziegemea. Basi nyumba ile ilikuwa imejaa watu waume kwa wake, na wakuu wote wa Wafilisti walikuwamo humo. Na juu ya dari palikuwa na watu 3,000 waume kwa wake, waliokuwa wakitazama wakati Samsoni anapocheza. Samsoni akamwita Bwana akasema, Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba, ukanitie nguvu na kuomba mara hii tu, Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Kisha Samsoni akazishika nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikaa juu yake, akaziegemea, moja kwa mkono wake wa kuume na moja kwa mkono wake wa kushoto. Samsoni akasema, na nife pamoja na hawa Wafilisti. Akainama kwa nguvu zake zote, ile nyumba ikawaangukia hao wakuu na watu wote waliokuwa ndani yake. Basi wale watu waliouawa wakati wa kufa kwake walikuwa ni wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. Ndipo ndugu zake na watu wote wa nyumba ya baba yake wakateremka, wakamtoa, wakamchukua, wakamzika katika Sora na Estaoli, katika kiwanja cha kuzikia cha Manoa baba yake. Ndugu yangu, umeyaona hayo? Samsoni yupo kabisa mahali ambapo anadhihakiwa kwa sababu ya uzembe ambao alifanya yeye wa kumwambia mwanamke Delila habari na siri zake, wakamnyoa nywele zake, maana alitoa siri mwenyewe. Lakini bado hakuangalia kwamba nini, alisonga mbele kwa namna gani ya kumwomba Mungu rehema. Mungu, nakuomba, give me the second chance. Naomba Mungu unipe nafasi ya pili. Naomba unipatie kulipa kisasi juu ya hawa watu. Naye Mungu akamsikia. Watu wangapi ambao mmepitia kwenye majaribu, mmefika mahali mme give up, mme fed up, yani mmeacha tu yaende. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani mnaacha tu yaende? Why? Mungu wako ameshindwa? Mungu wako hajashindwa ndugu yangu. Licha kwamba ametolewa macho yake, asema, Mungu, kwa ajili ya macho yangu alionitoboa siwezi kuona, naomba unipe nguvu, naomba nife na hawa watu. Viongozi wote wa Wafilisti walikuwa pale, viongozi wote wa serikali ile wanashangilia, wanasema tumemshinda adui. Nani amekuambia? Mwana wa Mungu hajawahi kushindwa. Yesu Kristo hakuwahi kushindwa. Walimuua pale msalabani, ndio, akazikwa, ndio, lakini siku ya tatu ngoma ikaitika, akatoka mzima. Ametoka akiwa katika roho, si katika mwili tena. Hahitaji kufunguliwa mlango, anaingia popote pale. Ametoka akiwa na ushindi kuliko ule wa kwanza. Acha kuangalia mambo ya jana ndugu yangu, acha kuiangalia. Ni ukweli umepata hasara nyingi sana, ni ukweli umedhihakiwa sana, ni ukweli yaani kila jambo baya umefanyiwa, lakini nataka nikuambie, mwambie Mungu akupe nafasi ya pili. Mwambie Mungu akupe nafasi ya pili, usikubali. Oh, haleluya. Sauli hakuangalia hayo yaliyopita, alimwambia, alimuinamia Mungu na kumwambia Mungu, nakuomba, ninakuamini, nitie nguvu mara ya pili za kulipa kisasi. Acha kutafakari kushindwa ulikoshindwa jana. Mungu anakutegemea sana, maana usipotenda wewe, Mungu afanye kitu. Ni lazima ufanye kitu cha kuonyesha kwamba una Mungu, ili Mungu atende. Kama Samsoni asingeliomba kwamba niegemee hizi nguzo, lakini akilini mwake anajua nalo lifanya, asingeliwaua wale viongozi wote. Unaambia uuaji wake ule wa mwisho ulikuwa ni mkubwa kuliko maisha yake yote, na hata kusha kuwaua. Ndugu yangu, pokea neema hiyo. Pokea neema ya kushinda.
hata umefika mwisho kabisa, wamesha kufukuzwa kazi, ndugu yangu usiogope, shangilia.